Tunapozungumzia kiumbe kipya, hatuzungumzii uumbaji upya. Tunapozungumzia kiumbe kipya, tunazungumzia mfumo wa ufahamu. Tunapozungumzia kiumbe kipya, tunazungumzia namna ya kutafakari. Wengi wanaposoma andiko hilo wanafikiria kiumbe kipya wanadhani labda mwili, sura, nitakuwa kibonge, nitakuwa mnene, nitakuwa mwembamba, nitakuwa mweupe mweusi. Tunapozungumzia kiumbe kipya tunazungumzia namna ya utafakari. Kiumbe kipya, new creation, it's combination kati ya mtu na Kristo. The new creature kati ya mtu na Kristo. Hata utendaji huo wa kawaida, kwa sababu kuna Kristo ndani yetu. Alipokuja Kristo ndani yetu, kuna mazingira yatakuonyesha ya kwamba haiwezekani, ila sio kwa sababu mimi, ila kwa sababu kuna Kristo ndani yangu nitaweza. Kuna mazingira yatakusemesha huwezi kuinuka, sio kwa sababu yangu mimi sitaweza, nilishashindwa. Asili ya kiumbe cha kwanza kilishashindwa, na ndio maana Mungu akaleta kiumbe kipya. Anasema imekuwa kiumbe kipya, yakaleta maisha. Yesu Kristo anapokuwa ndani yetu, hatuwezi kutazama kama tulivyokuwa tunatazama mara kwanza. Hatuwezi kuona kama tulikuwa tunaona mara kwanza. Hatuwezi kuwa kama tulivyokuwa mara kwanza, sababu kuna Kristo ndani yetu. Sio kwa mara ya kwanza nilikuwa kisengeni, ila mara ya pili ni kisengeni plus Christ. Siwezi kusiwaza kama kisengeni. Kisengeni katoka kwenye huko wa pwani. Atawaza kama watu wa pwani. Nikiwa ndani ya Kristo nawaza kama watu wa Kristo. Kristo ni ulimwengu fulani ambao mawazo yake sio chini, mawazo yake ni ya juu. So hata kama nitatoka kwenye familia haisomeki, hata kama nitatoka kwenye familia ieleweki, kupitia Kristo lazima nieleweke, lazima. Sio mimi tena naishi, ni Kristo ndani yangu. Ndio maana Paulo anakuambia kufa ni faida, kuishi ni Kristo. Watatokea maelfu kwa maelfu, hakuna mwanadamu atakayeweza kunisimamisha, kwa sababu sio mimi tena. Unapigana na Kristo, unashindana na Kristo. Ndani ya Kristo tunashinda na zaidi ya kushinda. Asili ya mwanadamu alivyoumbwa tu kulikuwa na mbegu ya kushindwa. Day one. Mazingira sio asili ya mwanadamu. Mazingira sio asili ya mwanadamu. Hata kama nimezungukwa na watu ambao hawaeleweki, so nikijiona tofauti na wale watu, naweza wale watu wakabadilika kupitia mimi. So kwa sababu natokea Nazareth nikafanya Nazareth, Nazareth itakuwa ninavyotaka mimi. So Nazareth nifanye inavyotaka yenyewe. Unapokuwa kiumbe kipya, it is a combination. Ni kuna muunganiko kati ya mwanadamu na Kristo. So hata mawazo hayawezi kuwaza kama mwanadamu wa kawaida, kwa sababu kuna Kristo ndani yako. Vision yako unavyoona sio kawaida. So kuna namna tulikuwa viumbe vya zamani. So alipokuja Kristo tukafanyika viumbe vipya, kwa sababu ni kuna Kristo ndani yetu. So hata mawazo tunavyowaza tuwazi kama tulivyokuwa zamani. Sema mfanye upya, nianze kwa Kiingereza nasema transformed by the renewing of your mind. So shetani anachodili, anajua wewe sio huo mwili unaonekana. Anadili wewe ni ufahamu, utakachokiwaza ndivyo kitakachokuwa. So anachokifanya anapiga ufahamu. So alipokuja Kristo amekuja kudili na ufahamu, adili na pensi yako wala suruali yako wala lipstick yako. Anadili na ufahamu. Wengi wanahangaika, umevaa suruali usiingie kanisani, vaa kanga. Wanakupiga hapo hapo, ukishadili na mwili umeshapigwa changa ya mwili. Dili na roho. Kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana 1:2 andikwa, mpenzi naomba ufanikiwe kama vile roho yako ifanikiwavyo. So katika ulimwengu wa roho tayari tumeshafanikiwa. Tunapigwa chenga ulimwengu wa mwili. So ndio maana akamtuma Yesu Kristo ili kubadilisha. Yesu Kristo sio dini. Yesu Kristo ni mfumo wa kubadilisha ufikiri wako. So alifikiria katika hali nimezaliwa familia ya kimasikini, kwa kupitia Kristo hautakuwa masikini. Badilisha ufahamu wako. Nimetoka kwenye kijiji ambacho hakieleweki, kupitia Yesu Kristo utaeleweka. Badilisha ufahamu wako. Eti kwa sababu nilikuwa Muislamu before na nimefanya kazi za uganga wa kienyeji, lakini leo naitwa mtume, leo naitwa nabii, leo naitwa mchungaji, leo naitwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu ya kubadilisha fahamu. Siwezi tena kukaa kilingeni kupiga nyanga. Siwezi tena kuitwa kama nilivyokuwa naitwa. No, my mind has transformed. Akili yangu imebadilika. So tunapomzungumzia Yesu Kristo sio mfumo kama unaofikiria wewe wa dini. Yesu Kristo sio Pentecost, Yesu Kristo sio Lutheran, Yesu Kristo sio Roman Catholic. Yesu Kristo ni mfumo wa kufikiri. Lazima maisha yako yabadilishwe kupitia mawazo yako unavyowaza. Hautakuwa tofauti na kile unachokiwaza. Hautakuwa tofauti na hicho. So unaposikia new creation au new creature, it's a combination. Wewe na Kristo. Wewe na Kristo kwenye kutafakari. Man of God. Mawazo yetu hata watokee watu buku milioni hawezi kupinga, kwa sababu hatuwazi wanavyowaza. Hatuendi kwa njia wanaoiendea. Hatuna nia kama ilikuwa mara ya kwanza ya kwamba nitashindwa. Siwazi kama hivyo, sifikiri kushindwa. Ndani yake nashinda, sio ndani ya mtu.
nashinda na zaidi ya kushinda. Na sishindani na mtu, atakayeshindana ndo atashindwa. Sishindani na mtu. Yote atakayeinua mashindano, hakuna kushindwa. Mimi hamna msamiati wa kushindwa kwetu. So kuwa kiumbe kipya sio kubadilishwa sura, sio kubadilishwa mwili, kubadilishwa mfumo wako wa kufikiri, kubadilishwa mtazamo wako. Unapokuwa kiumbe kipya, wao wanavyotafakari wakituangalia nasema huyu anaangukia pale, huyu anaishia pale. Walimchukua Paulo wakampiga wakamtupa nje ya mji. Maandiko yanasema Paulo wakaona mwangalia wanafunzi wake, wakaisi amekufa. Hata wale jamaa wakaisi jamaa amekufa. Baada ya muda anashangaa mguu unatikisika, wanaona mkono unatikisika. Baada ya muda unamwona huko, unaona masokoni anaanza kuhubiri, kwa sababu yeye sio vile unamwona. Kuna mtu anataka kufikiria umeshakusha, waweza kusikia uwezi kuinuka tena, waweza kuona kama ueleweki. Watashangaa kama mtu wa roho ueleweki kama upepo. Wanafikiria unaangukia hapo unakuja kuinukia pale, wanafikiria unaipika unakuja kuheshimishwa, kwa sababu